نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Naam, ndugu zangu katika imani, tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake na fadhila zake nyingi sana kwetu sisi, kutujalia kwanza tupo katika ummata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kutujalia kuwa ni katika Uislamu wenye kushikamana na manhaji, kutujalia kuwa na afya. Kwa wale wote ambao ni wagonjwa, Allah awape shifa katika maradhi yao, na wale wote ambao wametangulia mbele za haki katika Waislamu minal mu'minina wal mu'minat, Allah awape thabat katika makaburi yao. Na sisi ambao tuko hai, tumuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atupe uhai wenye manufaa, na sisi tudumishe katika ibada mpaka mwisho wa uhai wetu. Naam, ndugu zangu katika imani, ikiwa tunaendelea na darasa yetu ya التوحيد katika kitabu hiki الملخص في شرح كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما فنيوا شرحنا العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزاني حفظه الله. Baada ya kuzungumzia katika mlango uliopita kunako aina miongoni mwa aina ya shirki, nayo ni kutaka msaada ama kutaka kuokolewa na jambo fulani kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuiangalia aina hiyo ya shirki na ubaya wake na dalili zake pia ambazo Sheikh ameziweka hapa rahimahullah kuonesha ubaya wa aina hii ya shirki, na tukaweza pia kuona ni katika shirki, tena shirki kubwa, kumuomba msaada asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika yale mambo ambayo hakuna anayeyaweza isipokuwa ni yeye Allah. Tukaona pia ni shirki watu kwenda kuomba makaburini huko au kwenye mizimu au kufanya ibada yoyote ile ambayo itakuwa ni yenye kufungamana na asiyekuwa Allah. Ni shirki shirki kubwa ambayo inampelekea mtu kutoka katika Uislamu. Sasa leo biidhnillahi ta'ala tutakuwa katika mlango mwingine, mlango unaosema babu qauli llahi ta'ala. Tutasimamia katika mlango ambao Sheikh al-Mujaddid rahimahullah ameweka kauli ya Allah kuwa kama kichwa cha habari katika mlango huu. Qala qauli llahi ta'ala, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala inayosema ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, ambapo ndio mlango ambao tutakaosimamia. Kabla ya kuielezea aya hii, anasema al-Allama al-Fawzani hafidhahullah, munasabatu al-bab al-kitab at-tauhid, munasaba wa mlango huu kuwepo katika kitabu hiki at-tauhid, anna al-musannif rahimahullah al-Sheikh al-Mujaddid rahimahullah bayyana fihi al-adilla
amebainisha katika mlango huu dalili ala butlani shirki, dalili juu ya kubatilisha ama ubatili wa shirki, wa bayani hali almad'uun min dunillah, ama hali almad'una min dunillah, na akabainisha hali za wanaoombwa. Yani ndani ya huu mlango Sheikh anabainisha na kuweka wazi dalili ya ubatili wa shirki, na pia vile vile kubainisha hali za hao wengine ambao wanashirikishwa na Allah, yani hao wanaoombwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi dhalika taqrirun litawhid bilbarahin alqati'a, na pia vile vile katika hayo kuna kuikariri tauhid na kubainisha hoja zilizokuwa hazina shaka ndani yake, yani hoja ambazo zimesimama. Mlango huu wa leo ambao tutakaoanza leo ni juu ya kuonesha ubatilifu wa shirki, na hao wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wafahamu ibada yao wanaoifanya ni batili, na pia vile vile wafahamu pia hali za hao wanaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo leo tutakula sahani moja na washirikina na shirki yao wanaoifanya. Na wallahi alazim, katika kitabu hiki yule ambaye atakisoma ama akasikiliza darasa zake kama hivi, mwanzo wake mpaka mwisho, akiwa na moyo uliokuwa wazi, moyo wa kutaka kujifunza, moyo wa kutaka kuiona haki, moyo wa kutaka kuiona haki, basi kwa hakika haki ataiona, na pia vile vile ataweza kuondoa zile takataka katika moyo wake. Kuna zile takataka zinakuaga za shirki ama kufur katika moyo, ambapo mtu anaweza kuzifanya pengine kwa kujua ama kwa kutokujua, kaingia katika imma ni shirki ama ni kufur. Sasa walillahi alhamdu, tutaweza kuona katika mlango huu washirikina na ibada zao, imma wale wenye kuenda kuomba makaburi ama kwenda kuomba mizimu ama kwenda kutegemea majini. Na kuna haja, ndugu zangu, kuna haja sana hili somo likaweza kubainishwa kwa watu, waache kumshirikisha Allah, wafahamu anayepaswa kuombwa kama ni kuombwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kama anayepaswa kutegemewa zaidi ni Mola Allah, na si kimaneno. Yani ikawa kimaneno wamsikia mtu anasema mimi namtegemea Mungu, maana hata hao mushrikun wao madai yao wanamtegemea Mungu. Si tunamtegemea Mungu bwana, hata akikufanyia katika mambo ya shirki anakuambia mimi namtegemea Mungu, tumtegemee Mungu. Lakini hii kumtegemea Mungu ni kimaneno, na hii haina manufaa yoyote. Ya kihakika kabisa ni watu wamtegemee Allah subhanahu wa ta'ala qawliyan wa fi'liyan, kwa maneno na kwa matendo, na wala si maneno. Na waache kumshirikisha Allah, sio kumshirikisha tu Allah, waache kwa maneno na kwa matendo, wasimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Ayushrikun istifhamu inkarin wa tawbihin ala man yushriku fi al-ibadati ma'a Allah. Yani Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ameleta swali hapa, swali la kukemea. Ashirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Hivi je, mnamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, mnakwenda kuabudu vitu vingine, mnakwenda kuomba vitu vingine, vitu ambavyo ma la yakhluqu shay'an, haviwezi kuumba chochote, wa hum yukhlaqun, bali vyenyewe ndivyo vimeumbwa. Vipi mnakwenda kumshirikisha Allah? Ma la yakhluqu shay'an, yani makhluqatin la taqdiru ala alkhalqi wa laysa fiha ma tastahiqu bihi alibada. Ni viumbe mnaenda kuviomba, kuviabudu, mnakimbilia waganga, juu washirikina. Ni viumbe ambavyo haviwezi kuumba, walaysa fiha ma tastahiqu bihi alibada, na viumbe hivyo wala havina chochote katika mambo yanayostahiki kuabudiwa. Havina hivyo viumbe, havistahiki.
Anayestahili kuabudiwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, bali hivyo viumbe haviwezi kuumba chochote. Wa hum yukhlaqun, ay wa haula'i alma'budun makhluqun. Hivi ambavyo vinavyoabudiwa, hivi ambavyo watu wanaviona kuwa ni miungu, wakipeleka ibada zao huko ama wakipeleka maombi yao huko, wafahamu ni viumbe ambavyo makhluqun, yani vimeumbwa, tena muhdathun, vilikuwa havipo. Allah subhanahu wa ta'ala akavianzisha, vilikuwa havipo, Allah subhanahu wa ta'ala akavileta. Wal makhluqu la yakunu sharikan lil khaliq, kilichoumbwa hakiwezi kuwa ni mshirika, yani hakiwezi kushirikiana na muumba, yani haiwezekani. Jini ni kiumbe, jini ni kiumbe ambacho kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakiwezi kuwa sawa na muumbaji, hakiwezi. Yani eti jini kwa kuwa ni kiumbe ama kwa kuwa kuna uwezo fulani ako nao, hawezi kuwa sawa na muumba, hawezi. Atabaki kuwa yeye ni kiumbe, watu hawafai kumwabudu, watu hawafai kuabudu kiumbe kama ni kuabudu, wafaa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ndiye anayestahiki kuabudiwa. Sasa pia Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuvitaja hivi ambavyo watu wanavyoviomba sasa kinyume na yeye, akasema wala yastati'una lahum nasra, wala haviwezi vyenyewe kama vyenyewe kujinusuru, kujisaidia. Wa haula'i almu'budun la yaqdiruna ala nasri abidihim, hivi viumbe ambavyo vinavyoombwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, vyenyewe kama vyenyewe haviwezi kujisaidia, haviwezi kujinusuru. Hivi viumbe haviwezi kujisaidia wala haviwezi kujinusuru ikiwa vitapatwa na shida wala madhara, haviwezi. Wala anfusahum yansurun, wala yaqdiruna ala an yadfa'u ala anfusihim man arada bihim dharran fakayfa yadfa'unahu an ghayrihim. Yani viumbe hivyo ambavyo watu wanavyoviabudu ama hivyo vitu vingine tofauti na Allah, watu wanavyoviabudu, wanavyovitegemea. Mathalan tuchukulie mfano hirizi. Hii hirizi utakuta mtu na akili zake anapewa hii hirizi, alafu anaambiwa nenda kaitumie, hii ni kinga, itaweza kukusaidia ama inaweza kukulinda ama kadha wa kadha. Na ni hirizi, yani kitu kimetengenezwa tu hivi kikawekwa kwenye kigozi kikafungwa, alafu naambiwa kinaweza kukusaidia ama kinaweza kukufanya kadha wa kadha, kinaweza kukukinga. Chenyewe kama chenyewe hakiwezi. Chenyewe kama chenyewe hiki kiumbe ama hii hirizi haiwezi kujizuilia. Lau hizi hirizi ambazo watu wanapewa wavae, ukaichukua moja ukasema tu niichoma moto na kiberiti inaungua, haiwezi kujisaidia, yani haiwezi hata kujizimia huo moto. Hasa vipi itaweza kumlinda mtu? Ndio imekuja katika athar, wakielezea katika kisa, kuna bwana mmoja alikuwa ametengeneza sanamu, alafu ile sanamu ambalo amelitengeneza akawa analiabudu, akawa analiomba lile sanamu. Sasa kuna siku akawa amekuta lile sanamu limekojolewa na mbweha, limekojolewa na mbweha kwenye kichwa chake. Yani ile sanamu limekaa tu hivi, ndio yeye anaona ndio Mungu wangu, ile analiabudu lile sanamu. Siku katika masiku amekuta lile sanamu limekojolewa na mbweha hapa kichwani. Sasa yule bwana kwanza alikaa akajiuliza sana, akasema arabbun yabulu tha'labanu bira'sihi, hivi huyu ndio nimfanye Mungu wangu kweli? Huyu anaweza kuwa Mungu wangu mimi, huyu ambaye hata mbweha amekuja akamkojolea kabisa kwenye kichwa chake, hajaweza hata kujisaidia, hajaweza hata kujinusuru. Laqad dhalla man balat alayhi ath'alab, hakika amedhalilika yule ambaye anakojoa juu yake nani? Mbweha. Yani hata eti ni Mungu, watu wamemtengeneza eti ni Mungu, wanamwabudu, alafu eti huyo Mungu amekuja mbweha, mnyama mbweha akajisaidia hapo, yule Mungu ameshindwa hata kujisaidia. Vipi? Na utakuta eti kuna watu
wametengeneza viungu vyao huko, ama kuna wale ambao wanaabudu mpaka ng'ombe, anachukuliwa eti ng'ombe, alafu ndio ng'ombe ndio wanafanywa Mungu. Sasa wafahamu, ashirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun, namshirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala na vitu ambavyo haviwezi kuumba chochote, bali vyenyewe ndivyo vimeumbwa. Tunaona huku watu wanafanya ng'ombe kuwa ndio Mungu. Fala taqilun, yani hakuna akili katika hawa watu. Wamemchukua ng'ombe ambaye hawezi hata yeye mwenyewe kujitibu akiwa anaumwa. Ng'ombe akiwa anaumwa hawezi kujitibu, atatafuta wale daktari wa mifugo waje sijui muangalie anaumwa na nini. Pia hawezi hata kusema anaumwa wapi, mwenyewe tu watagesi pale, huyu anaumwa hapa, wampe hawezi hata kujisaidia yeye mwenyewe, alafu ndio watu wanamfanya kuwa ni Mungu. Kaif wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yunsarun, wala hawawezi kuwasaidia wengine, wala hawawezi kujisaidia wenyewe kama wenyewe katika nafsi zao. Haviwezi hivyo vitu. Vipi sasa vinaweza kuwa eti ni Mungu watu wakawa na viabudu? Hii inawahusu washirikina wote wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote, mwenye kuona kwamba kuna kitu kingine ambacho kinaweza kumsaidia kinyume na Allah, kuna kitu kingine anaweza kukiomba kinyume na Allah, ima ni makaburi, ama kuna mawalii watu wema anaweza kuwaomba, ama kuna mizimu, akiona kwamba kuna mizimu ya mababu na mababu wanaweza kumsaidia. Huu ni ushirikina. Hawawezi, yani hawa watu wenyewe, hao mawalii wenyewe, hao mawalii Allah subhanahu wa ta'ala akitaka wapatwe na mafua hawawezi kujizuilia. Alafu eti kuna watu wanaona hawa ni mashekhe bana, wanawapigia magoti, wakibusu miguu yao, wakifanya kadha wa kadha, wakati hata akipatwa na mafua hawezi kwanza kujizuilia eti asipatwe na mafua. Atapatwa na mafua, ataumwa na kichwa, atakwenda hospitali, atafanywa, hawezi kujisaidia yeye mwenyewe. Vipi ataweza kukusaidia wewe? Vipi ataweza kukusaidia wewe? Eti kaburi hapa kuna mtu mwema. Mtu mwema angekuwa kweli anaweza yeye kuwasaidia nyinyi, angeweza kujiamsha pale alipo, angeweza kuamka. Lakini hawezi. Vipi anaweza kuwasaidia nyinyi wengine? Allah subhanahu wa ta'ala akaleta hii istifham ya inkar, yani swali ambalo limekuja kwa njia ya kukemea, kwamba watu wakemewe, waache na hayo wanaoyafanya, kumshirikisha Allah. Wanamshirikisha na vitu ambavyo haviwezi kuumba chochote, bali vyenyewe ndivyo vimeumbwa, na wala haviwezi kuwasaidia wengine. Hawa wanaoombwa hawa hawawezi kuwasaidia watu wengine, yani la yaqdiruna ala nasri abidihim, haviwezi kuwasaidia hawa wanaowaomba. Wala anfusahum yansurun, wala pia nafsi zao kama haviwezi kujisaidia. Kaif mtu anakwenda eti kuomba hapo, mtu anaenda kudhalilika hapo, wanaacha kumuomba Allah ambaye yeye Allah ndio anayeweza kila kitu kukifanya, ndio muumbaji, ndiye aliyetengeneza kila kitu, kama tulivyosoma mwanzoni kabisa wakati tunaanza kitabu hiki. Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia malengo ya kuumbwa akasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hatukuumba majini na wanadamu ila kwa lengo la kuniabudu pekee. Manake ya kuonesha huyu muumbaji, huyu Allah muumbaji, yeye ndio pekee anayestahiki kuabudiwa. Al-maana al-ijmali lil-aya, maana ya ujumla ama maana ya moja kwa moja iliyopo katika hii aya, yuwabbihu Allah subhanahu wa ta'ala al-mushrikina biannahum ya'buduna ma'ahu ma'budatin la takhluqu shay'an وليس فيها ما تستحق العبادة به ولا تدفع الضر عمن دعاها. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anawalaumu na kuwakemea na kuwaonya washirikina ambao wanamwabudu pamoja naye kiumbe kingine, kiumbe ambacho la yakhluqu shay'an, hakiwezi kuumba chochote. Walaysa fiha ma tastahiqu al-ibada, na hicho kiumbe hakina stahiki zozote kile, yani hakistahiki kuabudiwa. Kiumbe hakistahiki kuabudiwa. Na pia vile vile hicho kiumbe wala tadfa'u dharra amman da'a, hakiwezi kuwazuilia watu na madhara kwa hao watu ambao wanaowaomba, hakiwezi kuwazuilia, hakiwezi kuwakinga.
bal wala tadfa'uhu an anfusiha wa idha kanat hadhihi halatuhum. Yani hivyo vingine vinavyoombwa ama vinavyotegemewa kinyume na Allah haviwezi kuwasaidia hawa watu wanaowaomba, na pia vile vile wenyewe kama wenyewe haviwezi kujisaidia. Wa idha kanat hadhihi halatuhum, ikiwa hali ndio hii, batalat da'watuhum, batalat da'watuhum, inabatilika hiyo kuwaomba kwao, kunakuwa ni batili na kunakuwa hakufai kuwaomba. Ikiwa hawawezi kuwasaidia watu, ikiwa hawawezi kujisaidia wenyewe kama wenyewe, basi inakuwa ni batili na inakuwa haifai kuomba hivyo vitu vingine, na anayefaa kuombwa na kuabudiwa ni peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna al-makhluqa la yakunu sharikan lilkhaliq, kwa sababu viumbe haviwezi kuwa na ushirika kwa muumba. Yani muumba yeye ndo anastahili kuabudiwa na si viumbe alivyoviumba yeye. Wal ajizu la yakunu sharikan lilqadir, na kisichoweza hakiwezi kuwa na ushirika na anayeweza. Alladhi la ya'jizu shay'an, yani kitu ambacho hakiwezi kufanya chochote, hakiwezi kuwa sawa na anayeweza, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye la ya'jizuhu shay'un, hakimshindi yeye chochote, hashindwi na chochote. Kwani Allah anashindwa na nini? Allah hashindwi na kitu chochote. Binadamu ama viumbe vingine vina sifa ya kushindwa tu, viwe vitakavyokuwa vitashindwa, lakini Allah la ya'jizuhu shay'un, hashindwi yeye na chochote. Haya, ma yustafadu min al-aya, faida tunazipata katika aya hii. Faida ya kwanza, butulanu shirki min asasihi, ubatili wa shirki ama kubatilika kwa shirki kutoka katika misingi yake kabisa. Liannahu taalluqu ala makhluqin ajizin, kwa sababu ushirikina ni mtu kujitundika kwa kiumbe ambacho hakiwezi. Yani ushirikina ni kujifunga katika kiumbe ambacho hakiwezi kukusaidia, alafu wewe ndio unakitegemea. Ushirikina ni kujipeleka katika kiumbe, ukaona hichi kiumbe kinaweza kukusaidia, ukaanza kukitegemea, kiumbe ambacho nini hakiwezi, yani hakiwezi, kiufupi hakiwezi. Kwa hivyo shirki haifai na shirki ni batili. Watu wasiwe na sifa hii ya shirki, watu waiogope shirki sana, na si kuiogopa tu, wajitenge nayo, wawe nayo mbali zaidi. Wala msije mkakurubia shirki, wala msitamani kuwa washirikina, hata kwa mchezo msifanye mzaha na shirki, kwa sababu ni dhambi ambayo ni kubwa sana, na ni dhambi ambayo inachukiwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki ni dhambi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaichukia, na mshirikina akifanya shirki mbele ya Allah, akifa na dhambi hilo, hana salama, hana salama. Wadalilu ala dhalika kathira, na dalili juu hilo ni nyingi. Yani mshirikina akifa na shirki, amemshirikisha Allah na chochote, basi mbele ya Allah hana salama. Huyu mtu hana salama, ataingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, na atadumu katika huo moto milele milele, khalidina fiha. Haya, hiyo ni faida ya kwanza, ubatili wa shirki tangu katika misingi yake kabisa, kutoka katika misingi yake, kwa sababu shirki ni kujitundika ama kutegemea katika viumbe ambavyo haviwezi. Faida ya pili, anna al-khaliqu huwa al-mustahiqu lil-ibada, muumbaji aliyeumba hivi vitu ndiye pekee anayestahiki kuabudiwa. Muumbaji ni nani? Ni Allah peke yake, basi huyo ndiye anayestahiki kuabudiwa na wala si vitu vingine. Faida ya tatu, al-istidlalu bi tauhid ar-rububiyya ala tauhid al-uluhiyya. Hapa tunaweza kupata dalili pia katika hii aya, tunaweza kupata dalili katika tauhid ya utendaji wake kazi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa tauhid ya utendaji wake kazi Allah juu ya tauhid ya ibada zake. Jamani, hivi ni vitu vipo, wala
wasikudanganyeni wenye kudanganya eti kwamba ni vitu vya kuzusha, hakuna vigawanyo vya tauhid, ama hakuna tauhidur rububiyya, ama hakuna tauhidul uluhiyya. La, vipo, na katika dalili pia za kuonesha tauhidul uluhiyya na tauhidur rububiyya ni hii aya, ashirikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Yani hapa ndani yake kuna, tukisema mambo ya khaliq ama mambo ya uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ya kuleta manfaa, mambo ya kuleta madhara, hii inaingia katika tauhid rububiyya. Na kila mmoja, hata wale mushrikun katika zama za Rasulullah, kina Abu Jahal na wengineo, walikuwa katika tauhidi hii wakikiri. Yani hata makafiri wa leo au wasiokuwa Waislamu, ukiwa kishika mmoja wao kamuuliza nani muumbaji wa mbingu na ardhi, atakwambia ni Mwenyezi Mungu. Ni nani anayeendesha dunia? Ni nani anayeleta usiku na mchana? Ni nani anayefanya watu wanakufa? Ni nani anayefanya watu wanapata uhai? Wote hao wanajua. Yani kila mmoja ukimuuliza anakwambia ni Mungu, ni Allah, ni Allah, ni Allah. Manake wote wanakiri nini? At-tauhid ar-rububiyya. Hii sasa ndio inaitwa at-tauhid ar-rububiyya, kama ilivyokuja katika Qur'ani, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Ukiwauliza hao washirikina, hao ambao si Waislamu, hao wanaompinga Allah, ukiwauliza ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, ni nani anayeendesha usiku na mchana, ni nani anayepitisha kadha wa kadha, sayaquluna Allah, watakwambia ni Allah. Manake wanakiri at-tauhid ar-rububiyya, wanaikiri, na hii ipo, wala hakuna shaka katika hili. Lakini sasa shida iko hapa katika tauhid al-uluhiyya ama tauhidul ibada, kumpokesha Allah katika ibada. Wote kama ikiwa watu wanampokesha Allah katika uumbaji wake, wanakiri kwamba yeye ndio muumbaji, yeye ndio kila kitu, yeye ndio anaendesha ala kulli shay'in qadir. Lakini tukija hapa katika ibada, kuna watu ambao wanafeli katika hii tauhid al-uluhiyya, na hii ndio hasa ndio msingi, na hii ndio inayobeba katika kalima ya la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqqin illa Allah. Sio tunafahamiana kwa uzuri hapo? Kwa hivyo hivi ni vitu vipo na vina dalili. Hizi tauhidi hizi aina tatu: tauhidul rububiyya, tauhidul uluhiyya, tauhidul asma was sifat. Haya, faida ya 4, mashru'iyatu muhajjati almushrikina linasri alhaqqi wa qam'i albatil. Kuna sheria ambayo ipo hii, yani ni sheria kuwasimamishia hujja washirikina, ni sheria kuwasimamishia hujja washirikina kwa lengo la linasri alhaqqi, kwa lengo la kuinusuru haki, wa qam'i albatil, na kuikandamiza ama kuitweza ile batili yao wanaoifanya. Sheria kama unaweza kuwasimamishia hujja, kama unaweza kuwasimamishia hujja washirikina kwa ile shirki wanaoifanya, unaweza kusimamisha hujja, wasimamishie hujja ili waweze kuiona haki. Hata wao wasipoiona, basi kuna wafuasi wao wataiona na wataweza kuifuata, wa qam'il batil, na kuweza kuikandamiza na kuitweza na kuidogosha ile batil ama ile shirki yao wanayoifanya. Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na tukinge na shirki na atuweke mbali na shirki na washirikina. Na tunaingia katika aya ya pili ambayo Sheikh pia ameiweka katika mlango huu, ambayo hii moja kwa moja inawalenga wale wote wenye kufanya ibada zao makaburini huko, wenye kuabudu makaburi, wenye kuabudu mizimu, wenye kuabudu vitu vingine. Tena wanakuwa wenyewe wana hujja zao, wana visingizio vyao. Jamani, msione hawa, kwani maiti wanasikia hawasikii? Maiti si wanasikia, wanatusikia maombi yetu, wanatuona. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala pia alimaliza huo utata wao. Kuna mtu ukimwambia bana isee, wewe unaenda kuomba huko makaburini, hawa watu wa makaburini huko hawakusikii, hawawezi kukusaidia. Zinakuja propaganda nyingi, zinakuja ubishi mwingi. Watu waambiwa wazi kabisa, jamani, mnavoviabudu hivi hawa mawali, sijui makaburi yao, hawa watu wema, mnaona nyi watu wema, makaburi yao, mnaenda kutufu pale, mnafanya tawafu. Kuna watu wanafanya tawafu katika makaburi,
Kuna watu wanazunguka eti makaburi wakiona huyu ni mtu mwema. Na kuna bwana mmoja namuona huku mitandaoni, mimi sidhani kama huyu bwana ana akili vizuri. Sidhani kama kuna akili sawa sawa. Yupo kabisa eti anajirekodi yupo katika kaburi, anazunguka katika lile kaburi. Kaburi kwanza limejengewa. Yani haya ni makosa. Kaburi limejengewa ni kosa hili. Alafu pia linafanyika kosa lingine la ushirikina, kosa baya zaidi. Anazunguka katika lile kaburi akiona kwamba pale kuna baraka. Alafu tena anauliza kwa majigambo, nyinyi mawahabi muna mashekha wa kuwafanyia hivi? Muna mawali wa kuwafanyia hivi? Au nyinyi mawahabi mnaropoka tu bid'a shirki kufuru? Huyo mtu mimi sijui kama mmemuona na wasiwasi, pengine anaweza asiwe na akili sawa sawa, kwa sababu huwa akizungumza sana vitu ambavyo havina hata dalili. Mtakutana naye huko, huwa anazungumza sana vitu havina dalili wala havina hujja. Yeye huwa akiongea tu. Wal billah. Sasa aya hii imekuja kumaliza utata wa kila kitu. Mnaoomba mawali, mnaomba sijui makaburi, mnaomba sijui nani, kwa kisingizio kwamba wako hai bana, hawajafa, wamekufa tu kimwili, lakini kiroho wako hai. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Hawa ambao nyinyi mnaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Tena hapa imetajwa nini? Tad'una, maana yake mnaowaomba. Wacha waseme eti sisi hatuombe makaburi. Munaomba makaburi nyinyi, munaabudu makaburi. Wacheni kusema munaenda kufanya nini kwenye makaburi? Mafundisho ya nani yamesema muende makaburini? Kama ni dua wataka kumuombea wewe marhumu wako ama mayiti wako ambaye amekufa, muombe huko ulipo. Dua inamfikia. Hakuna ulazima wewe kwenda kaburini kufanya hivi na hivi. Hakuna ulazima huo. Mkienda huko mnaenda kuomba makaburi, na wala pia haifai tawassuli hiyo. Hakuna tawassuli hiyo ya kusema mnajikurubisha kwa Allah, eti sisi tunafanya tawassul, tunajikurubisha, tunatafuta njia ya kufika kwa Allah kupitia maiti. Tawassuli hiyo ni tawassuli ya shirki. Eti tunakuomba, anasema ukifika katika kaburi muombe Allah subhanahu wa ta'ala dua kupitia baraka za mtu huyu. Yani mtu amekufa tayari, ni mayit, hawezi kukusikia wala hawezi kukusaidia. Watakuja na hoja zao, wao wanasikia. Allah alishamaliza kila kitu. Walladhina tad'una min dunihi, wale ambao nyinyi mnaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, hawawezi hata kumiliki hili qitmir. Qitmir anasema hapa al-Allama al-Fawzan, qitmir ni al-lifafa التي تكون على نواة التمر. Yani ukila ile kokwa ya tende, ukila tende kama tende, ukishabakisha ile kokwa yake, kuna kuaga na kiuzi, kifuko cheupe hivi kinazunguka ile kokwa ya tende. Ile ndio inaitwa kitmir. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema hao ambao wanaombwa hao kwa kisingizio eti ni watu wema, hawawezi hata kumiliki hiyo kitmir. Hawawezi hata kuimiliki hiyo qitmir, hawawezi kuimiliki, na ni kitu kidogo sana. Wanakijua hiki kifuko. Ukishakula tende, kuna kafuko keupe kanabaki katika ile koko, kanaizunguka ile kokwa ya tende. Ile ndio inaitwa al-qitmir. Sasa hao wanaoombwa kinyume na hawawezi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia hivi, in tad'uuhum, ikiwa sasa mtakengeuka, mtaona sasa ngoja tuwaombe, tuwaite. Allah anasema la yasma'u du'aakum, la yasma'u du'aakum, hawawezi kusikia maombi yenu. Ndio hapa al-Allama anasema al-Fawzani hafidhahullah, liannahum amwatun, kwa sababu wao wameshakufa, hawawasikii maombi yenu. Kuna watu wanaomba maiti, wanaomba makaburi kwa kisingizio hawa ni watu wema, ni watu kadha wa kadha. Allah anasema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum,
mketi eti sasa tunaomba hawa ni watu wema, hawa ni mababu zetu, ama hawa sijui ni ukoo wetu, ama ni familia wetu. La yasma'u du'aakum, hawawezi kusikia maombi yenu mnayowaomba kwa sababu wao wamekufa. Ama kuna wale watu wanaenda kuomba malaika, pia hao malaika fahamuni, hawawezi kusikia maombi yenu. Mashghuluna bima khuliqu lah, wako wamejishughulisha na wale walioumbwa nayo, hawawezi kusikia au maiti mnaowaomba. Zitakuja wanasikia au ni Allah anasema haya. Pia akamaliza walau sami'u. Allahu akbar, Allah shamaliza kila kitu. Si mnasema wanasikia? Haya sasa, kwanza fahamuni, hawasikii dua zenu, maombi yenu hawasikii. Walau sami'u, na lau kama watawasikia dua zenu na maombi yenu, mastajabu lakum, hawatoweza kuwajibu. Kwanza hawasikii, na ikiwa watasikia, mastajabu lakum, hawawezi kuwajibu. La yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum, hawawezi kuwapa yale mnaowaomba. Wacheni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Eti watu wakenda katika makaburi, na utakuta watu wanahamasishana, wanapicha wanaonekaniwa ni mashekhe kabisa, lakini waiti wanahamasishana, twendeni katika makaburi, nendeni katika makaburi ya watu wema, msiwaache, msiwatupe, nendeni pale. Wakaenda kwao katika hayo makaburi, wakaanza kufanya tawaf, wakaanza kuzunguka katika yale makaburi, wakaanza kushika, waiti wanaona wanatabaruku kupitia kaburi, na fil hali wanamshirikisha Allah. Wakaanza kumuomba waiti ule mtu ali ndani ya kaburi, wanaomba maiti. Sasa wafahamu Allah ameshamaliza utata huo. Allah anasema in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Kwanza hao fahamuni, hivyo mnavyoviomba haviwezi kukusikia, havikusikieni kwanza mnaomba lini. Na ikiwa watakusikia, na ikiwa wanakusikieni, mastajabu lakum, haviwezi kukujibuni maombi yenu mnavyoviomba. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya qiyama yakfuruna bishirkikum, yani yunkirunahu wa yatabarrauna mimman ashraka bihim ma'a Allah. Siku ya qiyama watakwenda kuwachukieni, kuwatupeni huko, watawakanusha na watajitenga na nyinyi kwa ile shiriki yenu mnayofanya. Tena tumeona hapa Allah subhanahu wa ta'ala akaita kitendo hiki kuwa ni nini? Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, siku ya qiyama watawakanusha na watawakana ile kwa shiriki yenu mnayoifanya, watawakana kabisa. Tunaona leo hii kuna watu wanamwabudu Isa bin Maryam, kuna watu wanamwabudu Isa bin Maryam, wanamuona kuwa ni Mungu, ni mwokozi, sijui Yesu kadha wa kadha, na vurugu zao zote hizo. Siku ya kiyama Isa atawakana kabisa mbali huko, na ataulizwa na Allah, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Wewe Isa, wewe ndo uliwaambia watu wakufanye kuwa wewe na mama yako ndio miungu wawili huko duniani kinyume na Allah. Isa ataruka hili, wala mimi sikuambia, mimi sikuwa ni mwenye kuwaambia ila lile ambacho wewe umeniambia mimi niwaambie, nalo ni wakuabudu wewe Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Na ikiwa niliwaambia hivyo, in kuntu qultuhu faqad alimta, ikiwa niliwaambia basi wewe unafahamu, kwa sababu wewe unafahamu yaliyokuwa yamefichikana zaidi. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Ikiwa niliwaambia wewe unafahamu, kwa sababu wewe unajua yaliyoko kwangu na mimi sijui yaliyoko kwako, na wewe unajua yale yaliyofichikana zaidi. Yote Allah subhanahu wa ta'ala anayafahamu. Haya ni mashtaka atakwenda kuulizwa, na Isa atakataa, ataruka. Manake hawa wanayokwenda kumuomba sio anafanya hivi na hivi, anamwabudu, siku ya kiyama atawakana. Na hivyo sio Isa tu, hayo makaburi yanayoabudiwa siku ya kiyama yatawakana. Hayakuambia muabudu hao watu wema mnaowaona ni wema, mnakwenda kuabudu, mnakwenda kutabaruku katika makaburi yao, mkishika michanga ya makaburi mkijipaka katika uso. Siku ya kiyama yatakwenda kuwakana. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, siku ya kiyama watakwenda kuipinga, watakwenda kukanusha
wayatabarrauna mimman asharaka bihim ma'a Allah, na watakwenda kujiweka, watajikinga, watajiweka mbali na wale washirikina wenye kumshirikisha. Sasa wacha waendelee. Ya kwetu sisi ni kuambia lilokuwa la haki, kuwabainishia lilokuwa la haki. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur, anayetaka ataamini, asiyetaka atapinga. Lakini lilokuwa la haki litabainishwa. Watu waache kwenda kuomba makaburini huko, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza wafahamu, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum, ikiwa mtaviomba hivyo vitu huko haviwezi kusikia maombi yenu. Walau sami'u, na ikiwa vitasikia maombi yenu, mastajabu lakum, haviwezi kuwajibu, haviwezi kuwapa yale mnayoyaomba. Kwa nini mumshirikishe sasa Allah na vitu ambavyo haviwezi? Kwanza haviwezi kuwasikieni, na hata kama vitawasikieni haviwezi kuwajibu. Vipi mumshirikishe Allah? Na sio hivyo tu, wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, na siku ya kiyama watapinga, watakanusha, watawakana. Sisi hatukuambia. Ni sawa na wale wanaoabudu watu wema, kama walivyokuwa wakifanya katika zama za Nuh alayhi salam. Waliabudiwa watu wema, wale walionekaniwa kuwa hawa ni watu wema. Waddan suwa'an yaghutha wa ya'uqa wa nasr, walikuwa ni watu wema. Baada ya kufa watu wakawafanya kuwa ni miungu, wakawafanya kuwa ni miungu, wakawa wanaiabudu, wanaiomba, wakiona hii ni miungu inaweza kuwasaidia. Wale hawana shida, wale ambao wanaabudiwa kama ni walikuwa ni watu wema, hawana shida wao mbele ya Allah. Hawa wenye kuabudu hao siku ya kiyama wataletwa, na hao wenye kuabudu na hao wenye kuabudiwa wataletwa siku ya kiyama, na watakataa. Watasema sisi hatukuambia watu waabudu, sisi hatukuambia watu waabudu wao. Jamani, wale wanaokwenda kuomba makaburini huko, wale wanaokwenda kufanya matambiko, wale wanaokwenda kufanya sijui kafara kwa ajili ya mizimu ama kwa ajili ya majini, fahamuni kwamba mnamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Halifai jambo hilo. Kama ni kuchinja, chinjeni kwa ajili ya Allah. Kama ni kujikurubisha, jikurubisheni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama mnataka kuomba dua, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wachaneni na makaburi. Hawa wameshakufa tayari, wako na maisha yao. Kama ni khairi fa khairan. Sisi yafaa tuwaombee wao ndo wanatuhitajia sisi tuwaombee kwa Allah, bali sisi hatuwahitaji wao tena, tunawahitajia wao tena. Wameshakufa wa khalas, habari imeshakwisha. Hakuna haja kwenda kumshirikisha Allah na wao. Wao wanatuhitajia sisi tuwaombee, lakini sio sisi sasa kila siku tuwe tunakimbizana katika makaburi yao kuona hapa kuna baraka kuna nini. Watu wakienda pale wakitoa heshima, unakuta mtu mpaka anainamia lile kaburi, anafanya kadha wa kadha, akizunguka pale akiwa na khushu', akiwa na unyenyekevu ambao hajawahi hata kuonesha katika sala, anakwenda kuonesha katika kaburi. Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi na janga hili la shirki. Kwa hivyo Allah anasema walladhina tad'una min dunihi, wale ambao mnaowaomba kinyume na yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ma yamlikuna min qitmir, hawawezi kumiliki hata hiyo qitmir, hiyo kifuko cha koko ya tende, hawawezi kumiliki. In tad'uuhum, ikiwa mtawaomba hao, la yasma'u du'aakum, hawawezi kusikia dua yenu, hawasikieni nyinyi dua yenu. Walau sami'u mastajabu lakum, na ikiwa watawasikia mnachokiomba, mastajabu lakum, hawezi kuwajibu. Wa yawmal qiyamah, na siku ya qiyama, hiyo siku ya qiyama, yakfuruna bishirkikum, watakanusha, watawakana, wataipinga hiyo shirki yenu ambayo mlikuwa mkiwafanyia. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, wala yunabbi'uka mithlu khabir, yani yukhbiruka bi'awaqib al-umur wa ma'aliha mithlu khabir alimun biha wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ala hakuna anayekupa habari juu ya mwisho ulivyokuwa wa mambo isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mbora zaidi anayetoa mwisho anayetupa habari juu ya mwisho wa mambo namna ilivyokuwa. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yeye ndio al-khabir, yani mwenye kujua, alimun, mwenye kujua kila kitu, na yeye peke yake ndio anayestahiki kama ni kuombwa, kama ni kuelekezewa ibada za watu wanazozifanya. Al-maana al-ijmali lil-aya,
maana ya ujumla katika hii aya. Yukhbiru ta'ala an hali almad'uwina min dunihi min almalaika walanbiya'i walasnami wa ghayriha. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa habari katika hizi aya juu ya wale wanaoombwa. Allah ameanza kuwaelezea hivyo vitu mnavyoviomba, walladhina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir. Allah subhanahu wa ta'ala anatoa habari hapa juu ya hivyo vitu ambavyo vinaombwa na watu wanavyoviomba, wanavyoviabudu. Minal malaika, katika malaika. Kuna watu wanaabudu malaika jamani. Wal anbiya, kuna watu wanaabudu mitume. Mfano mzuri ni hawa wanaomwabudu Isa ibn Maryam. Wal asnam, na wale wenye kuabudu masanamu. Wa ghairiha, na mengineyo. Tukisema mengineyo hapa sasa ndo anaingia mpaka hayo makaburi, sijui mizimu, sijui majini, miti, sijui ng'ombe, vinaingia vyote hapa. Hivyo vyote mnavyoviomba, mnavyoviabudu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatoa habari hapa bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim. Allah anatoa habari juu ya yale yanayotoa dalili juu ya kutokuweza kwao. Haviwezi, ma yamlikuna min qitmir, haviwezi hata kumiliki kile kifuko cha koko ya tende. Vipi kinaweza kuwa na stahiki ya kuabudiwa? Wadhaifihim, na ni vidhaifu. Viumbe sisi ni wadhaifu. Hatufai sisi kwa sisi kuabudiana, wala haifai kuabudu kiumbe kingine chochote kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Si katika malaika, si katika mitume, si katika manabii, si katika masanamu, si katika makaburi ama mawali ama watu wema. Haifai kuwapelekea ibada, haifai kuwaomba, na kufanya jambo hilo ni shirki, kwa sababu vitu hivyo kwanza haviwezi na ni dhaifu kabisa. Wa annahum qad intafat anhum ash-shurut allati la budda an takuna min al-mad'u. Hakuna chochote kwao katika masharti ambayo yanapelekea ili lazima ya kuwa kwamba hivi vinastahili kuabudiwa. Havina hayo masharti. Wahia, masharti ambayo yanapelekea Allah subhanahu wa ta'ala kuabudiwa, ilikuwa hata haina haja ya kuwekwa masharti haya, lakini yamewekwa ili watu waweze kutofautisha kwamba jamani, anayestahili kuabudiwa yafaa awe na haya masharti. Wahia milk ma tuliba minhu, kwanza ni kukimiliki kile anachoombwa. Hatuangalie hivyo vingine tunavyoviomba vinamiliki hivyo vinavyoombwa, haviwezi kumiliki. Wasima'u du'a, na kusikia dua. Hivyo vingine vinasikia, havisikii. Kama ni hayo masanamu hata hayasikii, maskini yamekaa tu hivi, hata hayasikii. Wal qudratu ala istijabatihi, na pia vile vile hivyo ambavyo kinachoombwa kinatakiwa kiwe na sifa hii ya kuwa na uwezo wa kujibu kile ambacho kinachoombwa. Sasa hivi vingine vina uwezo wa kujibu kinachoombwa? Haviwezi. Famata udima shartun batula an yakuna mad'uwan fakaifa idha udimat kulluhu. Kila sharti ikikosekana inabatilika, kunakuwa hakuna tena uwezo wa kuviomba hivyo vitu vingine. Vipi sasa sifa hizi zikikosekana zote? Kama ni hayo makaburi ambayo watu wanayaabudu na kuyaomba hayana uwezo wa kuyasikia, hawana uwezo wa kuwasikieni, na ikiwa watakusikieni wala usami'u mastajabu lakum, na ikiwa watakusikieni haviwezi kuwasaidia, yani havina vile uwezo wa kuwajibu, havina. Kwanza havimiliki mnavyoviomba, wala haviwezi kuwasikia, na hata ikiwa vitawasikia haviwezi, havina uwezo wa kuwapa yale maombi yenu mnayoyaomba. Tayari hapa imebatilika ibada kwa hao wengine, kwa yoyote, kwa chochote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. مناسبة الآية للباب أن فيها البرهان القاطع على بطلان الشرك والرد على المشركين. Katika hii aya kuna hoja iliyokuwa ya wazi kabisa, yani hoja ambayo imekata tayari kila kitu, ala butulani shirki, juu ya kubatilika kwa shirki, waradi ala almushrikin, na pia vile vile aya hii ni raddi kwa washirikina, wale wenye kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni raddi kwa wao tosha kabisa hii.
kwamba hivyo vitu mnavyoviomba kinyume na Allah haviwezi kumiliki chochote, hata ile kifuko cha koko ya tende haviwezi kuimiliki. Pia vile vile ikiwa mtaviomba haviwezi kukusikieni, na hata ikiwa vinakusikieni mastajabu lakum, haviwezi kukujibu. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum, siku ya kiyama vitakanusha ushiriki ambao mlikuwa mkibishirikisha navyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ma yastafadu min al-aya, faida tunazozipata katika hii aya. Faida ya kwanza, butulanu shirki bidalili al-qati' wal burhan al-wadih, kubatilika kwa shirki ama ubatili wa shirki, ni batili ibada hii ya shirki juu ya dalili ambayo ni ya kukata, yani dalili ambayo iko wazi kabisa, dalili ambayo imebainishwa iko wazi na imekata kila kitu, hakuna tena cha nyongeza hapa. Yani na hao washirikina utakuta ukitaka kutetea shirki yao wanakuja na hoja nyingi za kishirikina, hoja nyingi eti za wanaleta falsafa mbalimbali za lugha, wanajifanya wao ni wataalamu wa lugha. Hapo hujakusudia, hapa haijakusudiwa hivi. Unajua irabu ya hii inasema, yani wewe unajua lugha kuliko mtume na maswahaba zake. Dalili iko ya wazi kabisa, batili, haifai kuomba. Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Dalili iko wazi kabisa kwamba ni batili, hivyo haviwezi kuabudiwa, havistahiki, havina sifa hiyo. Tumepata hiyo faida ya kwanza, dalili ya wazi kabisa katika ubatili wa shirki, kumshirikisha Allah na viumbe ama na vitu vingine asikuwa yeye. Faida ya pili, bayanu shurut allati yajibu tawafuruha fil mad'u almustaghathi bihi. Tumepata hapa kuona sharti ama masharti ambayo yanayomstahiki, ambayo yanatakikana yapatikane katika yule mwenye kuombwa, yani yule ambaye anastahiki kuombwa yatakikana awe na masharti haya. Yule ambaye anastahiki kuombwa na kuombwa msaada, kuelekezewa dua na ibada, masharti haya ambayo yametajwa masharti matatu hapa. Sharti la kwanza awe na yani mulkuhu lima tuliba minhu, awe na umiliki kile ambacho anachoombwa, awe na kimiliki kile anachoombwa, uwe na kimiliki. Pia vile vile sama'uhu li du'a'i man da'ah, awe na uwezo wa kumsikia yule anayemuomba, awe na uwezo wa kusikia yule anayemuomba. Sasa swali linakuja, hawa watu wanaoenda kuomba katika makaburi, hawa watu wanaokwenda kuomba katika makaburi kufanya dua huko, je, hivyo ambavyo nyinyi mnavyoviomba kwanza vinamiliki hicho ambacho nyinyi mnachokiomba? Vinamiliki hivyo vitu ambavyo nyinyi mnavyoviomba hayo makaburi? Hao watu wema mnaodai kwamba nyinyi ni mawali, wanaweza kumiliki hivyo vitu ambavyo nyinyi mnavyoviomba? Swali la pili, je, vinawasikieni? Vinawasikieni kile ambacho mnachokiomba? Vinawasikia? Vinawasikieni? Swali la tatu, je, vinaweza kuwajibu yale ambayo mnayoyaomba? Vinaweza kuwajibu mnavyoviomba kwa wao? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Haviwezi, havimiliki mnavyoviomba, haviwezi kuwasikia maombi yenu, na pia vile vile havina uwezo wa kuwajibu maombi yenu mnayoyaomba kwa wao. Hiyo ni faida ya pili ambayo tuliiona. Tumeweza kuona yale masharti ambayo yanapatikana, yanamstahiki yule ambaye anapasa kuombwa na kupelekewa ibada na dua. Faida ya tatu, anna al-aqidata mabnaha ala al-burhani wal-yaqin. Hii qaida muhimu sana jamani, tuichukueni hii, ama hii kanuni muhimu sana. Anna al-aqidata, hakika aqida iliyokuwa sahihi, aqida iliyokuwa sahihi, mabnaha
ala alburhani wal yaqin, imejengwa ama hujengwa katika hujja na yaqini. Hii ndio aqida iliyokuwa sahihi, inajengwa na hujja na inajengwa na yaqini, la ala dhanni. Aqida ya kweli haijengwi na dhanna, watakharusi haijengwi, watakharusi wataqlidi al-a'ma. Aqida ya kweli haijengwi kwa dhanna, wala haijengwi kwa kufuata mkumbo na kuiga kiupofu upofu. Aqida ya kweli inajengwa katika hujja, na tukisema hujja hapa tunamaanisha min alkitabi wa sunna, ndio aqida ya kweli inapojengwa hapa. Na pia vile vile tukisema hujja tunakusudia qala Allah wa qala ar-rasul, ndio aqida ya kweli inajengwa hapa, la ala dhanni wa takharrus wa taqlid al-a'ma. Aqida ya kweli haijengwi kwa kudhania dhania tu, mimi nadhani bani, kwani kuna ubaya gani hizi dhana hizi? Kwani si mtu mwema huyu, kaburi la mtu mwema huyu aliyekufa hapa ama aliyezikwa hapa ni mtu mwema huyu, tunatabaruku hapa, kwani kuna si mtu mwema huyu? Wala pia aqida haijengwi na kuiga kwa kiupofu upofu tu. Mbona mababu zetu walikuwa wanafanya hili, wajadna alayhi abaana kadhalika yafalun, tumekuta mbona babu zetu mababa zetu wanafanya hii ibada, kwani kuna si ina maana unataka kusema wale walikuwa wanakosea? Eti ndio hoja wanakuja nayo hii. Hii ni hoja gani? Alburhan, hoja, leti hoja ya kihakika. Kama kweli hii ipo, leti hoja, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ndio aqida inapojengwa hapa, na ndio maana kuna haja kubwa sana ya kujifunza aqida iliyokuwa sahihi, wala si mambo ya kurithi. Mkuta watu wanafanya hivi, familia inafanya hivi, ama mila ya watu pengine ni shirki watu wanafanya tu. Hiyo sio aqida iliyokuwa sahihi, wala kudhania wala eti kuiga. La, aqida haijengwi hivyo. Aqida inajengwa kwa dalili na hujja wazi kabisa, ndio za kufuata, wala si dhanna za watu ama maneno ya watu ama maneno ya mwanachuoni. Wauliza bwana, hii ibada vipi? Watolewa maneno ya mwanachuoni, sio mwanachuoni gani, hata haeleweki ni nani, hata hajulikani ni nani, eti watolewa eti ndio huyu. Aqida sahihi haijengwi katika dhanna wala kurithi wala kudhania. La, aqida haiko katika hayo mambo. Aqida ipo katika burhan wal yaqin, katika hujja na yaqini. Qala Allah wa qala ar-rasul, hapa ndio hujja inapojengwa, ama hapa ndipo aqida sahihi inapopatikana hapa, si katika kuiga tu. Aqida sahihi inapatikana hapa. Na ukiona wale watu wote ambao wanakuletea ibada katika ibada ambazo ni za bid'a, alafu akawa anakulingania katika ibada hiyo, anakuita katika ibada hiyo, basi muulize maswali haya. Hii chukueni hii, muulizeni maswali haya. Mtu ambaye anakuita wewe katika ibada ya bid'a, muulize maswali haya. Je, ibada hii unayonilingania ni katika khairi au ni katika shari? Hawezi kusema ni katika shari kwa sababu anailingania, atakwambia ni khairi. Akishakwambia ni khairi, wewe muulize tu, khairi hii ambayo unayonilingania alifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alifundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, ama hakuifundisha? Hili swali ndo haliwezi kujibika kabisa. Hili swali haliwezi kujibika kabisa. Hii khairi hii ambayo wanielekeza mimi, je, Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake walifanya ama hawakuifanya? Walifundisha ama hawakuifundisha? Ikiwa atasema waliifanya, mwambie naam, hatu burhanakum in kuntum sadiqin, lete hujja, lete dalili, wapi imefanyika hii ibada hii kama kweli wameifanya. Na akisema hawajaifanya, sasa mwambie vipi sasa tufanye kitu ambacho Mtume na maswahaba zake hawakukifanya? Vipi sisi tutaweza kukifanya? Kwa hivyo hoja ziko wazi, na hii dini ama aqida iliyokuwa sahihi yafaa ichukuliwe katika hujja na dalili na yaqini zilizokuwa za wazi, wala si mambo ya kudhania wala ya kurithi ama ya kuiga kiupofu. La, yaqini ama aqida ya kweli haiwezi kupatikana katika njia kama hiyo. Faida ya mwisho tunayoipata, ithbatu ilmi Allah
bi'awaqib al-umur. Tunapata uthibitisho wa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu mwisho wa mambo namna itakavyokuwa. Allah subhanahu wa ta'ala anafahamu, hakuna kinachofichikana kwake yeye. Na ukiona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza jambo, basi fahamu mwisho wake ni mbaya. Hata kama lile jambo mwanzo litaonekana ni zuri, basi fahamu mwisho wake ni mbaya. Allah anafahamu mwisho wa jambo, anafahamu mwisho wake itakuwaje, hilo jambo litakuwa vipi huko mbeleni. Hata kama utaliona ni zuri, linakuvutia, kwani kuna ubaya gani? Muda wa kuwa lina makatazo ndani yake, jambo hilo halifai. Na jambo ambalo ameliamrisha Allah, hata kama kuna uzito ndani yake, ukaona mwanzo wake kuna uzito, lakini fahamu kwa kuwa Allah ameamrisha, basi jambo hilo mwisho wake ni mzuri na lina faida, na wewe lifanye jambo hilo ambalo ameliamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tutaishia hapa kwa siku ya leo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa fi hadhihi dunya wal akhirah. Kesho insha Allah tutaendelea na kutaja dalili nyingine ambazo Sheikh ameziweka katika lengo ni kuidogosha hii shirki na kuwakataza na kuwaonya wale wote wenye kuabudu na kuwaomba miungu wengine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie kuwa ni wenye kushikamana na tauhid mpaka mwisho wa uhai wetu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.